Watoto wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Nashindwa ni kwa nini watu wanashindwa kusubscribe, wanashindwa kulike na wanashindwa kushare. Hebu imagine, hakuna dururu yako inakatwa. Hakuna mahali popote unatozwa ushuru kuweza kusubscribe. Sawa, tuachane kwa hiyo. Najua imeshaingia rohoni mwako. Mtu mwenye ako na huruma anaona mtoto wa mwenzake anapambana ili aweze kuwa katika njia hii. Ninapambana hivi ili ujumbe wangu uweze kufikia mataifa, watu walio wakubwa. Na ni wewe utakayenisaidia ili ujumbe huu ukaweze kufika mbali. Kuna jambo nimetaka kuzungumza na nyinyi nikiwa kwenye mlima huu. Unapokuwa katika dunia hii, heshimu kila mmoja. Vile vile ulivyokuwa ndani ya tumbo la mama yako, ulikuwa na heshima. Ndio maana ukaishi katika lile tumbo. Kuna mwenye aliishi miezi 7, kuna mwenye aliishi miezi 8, kuna mwenye aliishi miezi 6, kuna mwenye aliishi miezi 9, kuna mwenye aliishi miezi 10, miezi 11, 12 mpaka hata kuna mwenye aliishi miaka 3 kwa tumbo la mama yake. Ila haukukuwa na kiburi, ulikuwa na unyenyekevu, ndiposa ukazaliwa. Na kwa sababu ulikuwa na heshima na utulivu na uvumilivu, gari lako la kwanza kulipanda ikawa ni mgongo wa mama yako. Chakula chako cha kwanza kuweza kukipata ilikuwa ni maziwa ya mama yako. Hakika watoto wa Mungu, tuweze kuheshimiana, tuweze kupendana. Kwa sababu wakati ulipozaliwa ulijua ni nani alikuosha. Hata mama yako anamjua ni nani aliyekuosha. Hata ukimuuliza zile kumbukumbu yeye hafahamu. Ila Bwana, ninaona huzuni. Kwa sababu yule mwenye alikuosha ulipozaliwa haumfahamu, mama yako hamfahamu, baba yako hamfahamu. Vile vile utakapokufa wewe, atakayekuzika humfahamu. Atakayechimba kaburi lako hutamfahamu. Atakayerukaruka juu ya jeneza lako akisindilia ule mchanga hutamfahamu, watoto wa Mungu. Lakini atakayelia ya kwamba kwa mazishi yako huenda ikawa unaweza ukafahamu mtu mmoja ama watu wawili. Watoto wa Mungu, heshima ni kitu cha muhimu sana. Upendo ni kitu cha muhimu sana. Unapoishi katika heshima, hakika Mungu atakutumikia kwa ukubwa sana. Support mwenzako kama umeona haki. Kuna mtu mahali anahitaji usaidizi wako, si umsupport haki. Kuna mtu mahali analia ugonjwa, bili hospitali imeshindikana, lakini kuna mtu kule ako na pesa mpaka zingine hata hazina kazi. Jamani, watu wa Mungu, hizi pesa utakufa utaziacha. Magari haya utakufa utayaacha. Hiyo ni mali ya dunia. Hebu hurumia tu nafsi ya mwenzako hiyo, maana hiyo nafsi itakuja kukutetea utakapoenda ufalme wa mbingu. Naamini ya kwamba nazungumza na watu walio hai. Nazungumza na watu wenye moyo. Nazungumza na watu wa utu. Mungu wa amani awabariki sana. Inueni kazi ya Mungu. Mungu alikuumba wewe mwenye unatembea, akamuumba yule kilema, kwa sababu wewe uweze kumtukuza Mungu kupitia ndani ya ule ukiwete wenye yule mwingine alio nao. Mtu anapokuja kukuomba kitu, wacha kumtangaza, watoto wa Mungu. Unajizuia na unajifungia baraka zako. Mungu wa amani akaweze kuwabariki sana. Nawapenda sana. Ninawaheshimu. Ndio maana kila wakati napambana mlimani ili Mungu atende jambo kwa maisha yenu. Mungu awabariki.